I tell you. Kabisa kabisa kabisa. Kikundi kizuri kabisa ambacho
kimeweza kuleta wimbo mzuri kabisa, wimbo ambao unatufikisha mida ya saa 2:30 saa ya Afrika Mashariki, ambapo tunaendelea kuambia Bwana asante kwa sababu ya mema ambayo Bwana bado unaendelea kutufanyia katika siku hii ya leo, ikiwa ni siku ile ya Wednesday, siku ambao barabara Bwana wetu ameweza kutujalia na ameweza kutufikisha katika siku hii ya leo. Na sijui kama hii mic inaongea vizuri, sijui kama ninasikika vizuri. Sijui kama ninasikika vizuri, lakini I'm trying to get something ili kwamba niweze kusikika kwa njia ya taratibu. Lakini ikiwa kama unaendelea kutufuatilia kutoka mitandao, kwa njia ya mitandao, we are working on something. By the way, welcome. Wimbo ambao umeondoka kwenye studio hivi sasa ni wimbo wa kikundi cha kinaitwa kikundi cha African Melody. Hivi ni kwamba kimeweza kuondoka hapo, and actually tutakuwa tumerejea. Kwa hivyo wale ambao mko mbalimbali, mko maeneo ya mbalimbali pale kutoka maeneo mbalimbali, just get in ili kwamba tuweze kubarikiwa kwa pamoja katika jina la Kristo Yesu, and tutaendelea kubarikiwa kwa njia hiyo. Basi inamaanisha kwamba lazima tuweze kuwa na wewe siku zote kuanzia sasa hivi mida hii hadi itakapomalizika ile mida ya saa 3:30 ambapo tutakuwa tunamaliza kipindi chetu mida hiyo. Kwa hivyo karibu sana kwa wale wote ambao mtuko mbali. Nita Papa Isaac Lena kwa kipindi hiki cha MOSHENEE ya Christ kama kawaida. So lazima tuongee kuhusu MOSHENEE kabisa, tukule MOSHENEE kabisa, tuiongelee kabisa. Leo ikiwa kama tunaongelea kuhusu masuala ya leisure. Vijana leo tunaongelea kuhusu masuala ya leisure. Tutajua ni lipi hili ambalo tunalifanya pale nyumbani, ni lipi hili ambalo tulifanya, na ni lipi ambalo tunastahili kulifanya, na lipi ambalo hatustahili kulifanya. Kwa hivyo itakuwa kwamba tunaendelea kuzungumza moja kwa moja ili kwamba Bwana aweze kupokea sifa. Tupate wimbo fulani hapa, ambapo kwa kweli baada ya wimbo tutaanza masuala yetu kama kawaida, masuala yetu ya show nzima, ambapo tutaanza na maombi na baadaye tutaendelea kwa njia ya taratibu, kwa njia ambayo ni kamilifu kabisa. Kwa hivyo endelea kutizama hapa kwenye Kisi Hot TV, kuna baraka zaidi. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Wewe ndiwe mshauri wangu mwema, wewe ndiwe daktari wangu mwema, wewe ndiwe. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Waweza inua mawe kusifu Bwana, kainua hata miti kusifu Bwana. Kama mifupa iliyokauka, Yesu lipa waye. Kwani mimi ni nani nikuringie na kinywa changu? Uliniumba nikuabudu Bwana, uliniumba nikupe sifa zote
kwani mimi ni nani nikuringia na kinywa changu? Yesu wangu, Yesu wangu, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba yangu wewe, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba yangu, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Atukuzi utukufu wako, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. I tell you. Baba, jinsi nilivyo nakuja mbele zako Baba, jinsi nilivyo mimi mwenye dhambi na kusogelea Baba, lakini Baba ulisema mwenyewe nikuje mbele zako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba yangu wewe, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Ni yako Baba yangu wewe, sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Oh yes. Kabisa kabisa. I tell you. Hiyo ni kali. Wanaitwa kwamba ni yes. Sijui light yangu iko namna gani, imekuwa mzungu ina feud. Let me just correct this ili kama tuweze kuwa kwa njia nzuri. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Hatukuzi utukufu wako, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Yes. Kidogo tutaendelea kutazama. Baba, jinsi nilivyo. Tutaendelea kuangalia hiyo mitambo kidogo, lakini kwa sasa hivi bado tunaendelea kwa njia iliyo taratibu kabisa. Naangalia pale Irene Kiribu anasema kwamba hey, I'm here watching live from Mwalimu Hotel Kisii. Nice song. Thank you so much kwa wale wote ambao bado mnazidi kuingia hapa kwenye mpango mzima wa Kisii Hot TV kwenye MOSHENEE ya Christ, ambapo hii leo tuna masuala fulani ambayo tutaweza kuyaongelea katika siku ya leo. Lakini kabla ya kuenda pale, ni vizuri kama niweze kukutaarifu kwamba it's good for you to share, it's good for you to comment, it's good for you to actually say unatupata kiwa maeneo gani katika wakati huu majira ya saa 2:38 saa ya Afrika Mashariki, ikiwa kama leo ni siku ya 26 mwaka 2022, mwezi ni Januari, hula ambao tunasema kama ni Januari. Sijui MOSHENEE leo imekuwa namna gani, but I wanna give you something which is called MOSHENEE ya Christ, ambao ni nzuri na nzuri ya ajabu, ambao kidogo tutaweza kuiangalia kidogo, ambapo tutaweza kujua ni kipi hiki ambacho kimeweza kutokea. But anyway,
it's so unfortunate unfortunate it's not that good kwamba tuweze kuongelea masuala haya, lakini kuna by the way kuna watu ambao wame lose life siku ya leo kwenye maajali kwa sababu ya kutofuatilia masuala ya pale barabarani. Kuna watu kidogo pale kwenye mahospitali wamekuwa wakikuwa na shida mingi, lakini nakuletea habari hizi mubashara kwamba kuna yule Mungu ambaye anakupenda. Habari hizi mubashara unazipata kutoka hapa kwenye Kisi Hot TV. Nakwambia kuna Mungu ambaye hawezi akakuacha. Kuna Mungu ambaye ni tegemeo letu kila wakati. That is that God ambaye anatupa nguvu kila wakati. Hawezi akatuacha hata katika hali zetu zile ngumu ambapo tunaendelea kusumbuka, but still our God is so faithful and will never leave us. Kwa sababu yeye ni mwaminifu, and in everything that ambao tunaendelea kupitia kwa kila hali, our God is so faithful. Usikuwe that serious. Jua God anakuwa faithful na ataweza kukamilisha yale ambayo ameweza kuyaweka katika maisha yetu. Kwa hivyo we should not be in trouble. We should not be actually crying all along tukisema kwamba things are not good to us. Things are not good. My friend, things are good. Ni wewe tu kubali, mwambie Bwana wetu, Bwana Yesu, I know things are not going well with me, lakini najua wewe ni Mungu mwaminifu. You'll never leave me, you'll never disappoint me, you'll always be with me, you'll always be by my side, you'll always bless me, you'll always kabisa. Karibu sana ili kama tuweze kubarikiwa kwa njia pamoja, ikiwa kama ni show ya pili mwaka huu, mwaka wa 2022, ambapo bado tunaendelea kukuambia kwamba mashine ya Christ inaingia inashika kila pembe ya nchi hivi sasa. Ukiwa kwamba unatupata kutoka maeneo tofauti, we are happy to have you right here ili kama tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa njia ya taratibu. Wana ambao kwa kweli mmekuwa na shida mingi siku ya leo, we are here and we know that God is not Mungu ambaye anashindwa, ni Mungu ambaye ni mshindi, Mungu ambaye ana uwezo, Mungu ambaye kupitia kwake tuko na ushindi, Mungu ambaye kupitia kwake tuko na baraka and all the best katika maisha yetu iko ambayo Bwana wetu ameweza kuiweka juu ya maisha yetu. Kwa wale ambao mnaendelea ku text in, thank you so much Irene Kerubu, na kuna pale unaendelea ku text vizuri. Wale ambao mko pale Facebook, you can as well text in. Najua nimekuwa nikienda pesi ya juu sana. Nimekuwa nikienda pesi ya juu, nimerejea ile pesi ya chini, si jini. Ni pesi ya juu, lakini sasa nimerejea ile ya chini ili kwamba tuweze tuweze kuingia katika njia iliyo taratibu. Anaona Kurukuntu ameingia pale, sijui anatuambia nini leo, lakini kuna taarifa pale, lakini tutaweza kujua. Kuna wengi ambao kidogo wameweza kuingia katika siku ya leo, and tutaweza kujua wanatushika wakiwa meno gani in this very hour. Zikiwa kwamba naendelea kuambiwa hapa na Irene Karubo kwamba share, like. Oh, hiyo ndio tunastahili kusema hivi sasa, kwamba you should share, you should like the video hivi sasa, hiyo kwamba unaendelea kutupata kutoka maeneo tofauti. Kurukuntu bwana. Kurukuntu, inakuaje my friend? Unakuja sauti yetu bwana. Oh, uko wapi bwana? Watu wakitaka kujua wapi? Ndio nimeingia stream network my friend. Network ni ngumu. Nonyi wetu my friend. Uko Kisii, kuna nini uko kwa kibanda? Network ni ngumu, nimeenda kutafuta ngwa kidogo. Niko kwa kipanda my friend, kutafuta sapa. So unaona hapa niko, I've gone to kutafuta tu chakula kidogo. You can see this side hapa. Unaona? Niko tu kwa kipanda. Anaiona. Alafu ambia Vena atupikie chakula kidogo. Kutafuta kidogo angalau kuzungumza. Huyu kuna shabiki hapa, sijui ametoroka wapi. Ambia mashabiki waingie, Mashabiki waingie kwenye stream, waingie kwenye studio kama kawaida.
Oh yes, oh Watu wenyewe yes. kama kawaida hapa niko katika yeah. Yes. So leo waambie unaingia saa ngapi bwana? Wanakungoja Nimeona sana. Blessed Mama akiingia, karibu sana. Hata ingia hapa, kuna shabiki hapa, zungumza na yeye alete chakula. Ndio yako hapa. Shabiki hapa. Bwana. Sema unasumbua makastoma kwa hoteli. Oh. Unasumbua makastoma kwa hoteli bwana. Nitakuja na nitaingia right on the direct. Haya. Nikutafuta tu chakula hapa. Sape iwe. Patane mwendo wa saa 4. Alright. Sawa. Kuna watu wa kibanda hapo waambie kisi yote inaendelea na MOSHENEE. Alright. Alright. Blessed Mom, tumekuja kwako. Naona Kurukuntu alikuwa anajaribu kuambia watu yuko ndani anatikisa waya. Blessed Mom, jameni, si uongee jameni. Unanipata? Nakupata kabisa. Mimi niko poa, nashukuru Mola. Oh yes. Nimefurahi kuona mkiwa poa, nimefurahi kuona Dino, long time sijamsikia. Huku mfuatilia jana kwani? Sikumfuatilia. So tumekaa bila kuonana, lakini mwambie tuko pamoja. Kuna maandiko nimekupea hapo, ningependa utusomee kitabu cha Mwanzo 6:8 ama kwa Kizungu inaitwa Genesis. Yes. Ningependa utusomee, na sijui K Radio yako wapi leo. Leo anakuja tutamngoja tu. Hebu akuja tuambie kama aliona subscriber yangu. Alright, ataweza kutuambia. Watu unaendelea kushare pale, ikiwa kama unaendelea kutuangalia pale, you can share this video, unaweza ukashare hii stream ya sasa hivi ili kwamba watu waweze kuingia ndani kwenye mjengo. Wacha niweze kuangalia hiyo verse ambao umesema. Tuangalie verse kwa kifungu cha kuanzia Mwanzo, that's Genesis chapter 6 verse 8. Pale tuweze kujua inatuambia namna gani vile anavyotuambia dada yetu Blessed Mom. Pale verse 6 pale tusikie nasema namna gani. Verse 6, chapter 6 verse 8 inasema, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Hivyo tu. Umeielewa vizuri. Sasa vile mimi ninaielewa ni kwamba lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Unajua neema ndio kibali bado. Sasa unajua neema inamaanisha nini? Yes. Neema ni ile unaenda kila pahali, neema inakuwa juu yako, kama ile ilikuwa juu ya Joseph. Yes. Kuna pahali unaweza enda, wewe mwenyewe unajiambia pale sitakubalika, pale sitakubaliwa, lakini kupitia kwa hiyo neema ikiwa juu yako unatoboa. Kuna ofisi unaangalianga hivi hii siwezi ajiriwa, lakini kupitia kwa hiyo neema unaweza enda pale na hiyo neema ikuokolee. Kwa hivyo neema ni kitu ya maana sana. Ukipata kibali kama hiyo yenye Nuhu alipata ni mzuri sana. So mi mwaka wa 2022 ningependa kuombea kila mmoja aweze kupata kibali.
Kwa kazi yako, kuna kazi unaweza fungua kama una kibali. Yes. Hauwezi pata hata wateja. Yeah. Kwa hivyo chochote mtu atakachokitaka kukifanya ama kujaribu hii mwaka, wacha akaonekaniwe na kibali. Wacha hiyo neema ikakue juu ya kila kitu yenye anaenda kufanya. Yes. Ili jina la Mungu litukuzwe vile jana tulisema. Kwa hivyo ukiwa na hiyo kibali, alafu ikue mambo yako iko sawa, bado Mungu atatukuzwa. Kwa hivyo hiyo ya jana bado inashikana tuna ya leo, kibali na kutukuzwa. Kwa hivyo ukiwa na kibali, Mungu atatukuzwa juu yako. Amen. Sijui kama hivyo ndio umeelewa ama mimi naongea vitu za kichwa yangu. Yani umeongea neno kulingana na vile, yani neema. This is the word, by the way, this is the word kuhusu neema. Neema inatuongoza, neema utusimamisha, neema inakuwa juu ya watu ama wana wa Mungu, na hii neema inafanya kwamba tunaongozwa kwenye nuru. Hii neema inafanya kwamba tunaonekana kuwa sisi ni wana wa nuru ambao tumekombolewa na Kristo Yesu. And by the way, alisema kwamba nuru itakuwa juu ya wana wangu kwa sababu mimi ni Mungu wa neema. Na that is why even huyo mwimbaji anaitwa Alimuhoana akasema kwamba ni wa neema Yesu, kwa sababu yeye fadhili zake, baraka zake zimejaa juu ya maisha yetu, and we cannot just say kwamba Mungu hana neema juu ya maisha yetu, because neema yake imejaa kila wakati. That is why wakati hata tumefanya maovu bado yeye anatupa mvua, wakati bado tuko na shida yeye bado anakuwa na sisi, bado anakuwa kwamba ni yule anasikia kilio chetu. Yeah, so that is why tunasema kama Mungu ni wa neema, and indeed we are happy kwamba hilo neno lako dada yetu ambalo umetuletea katika njia ya ufunguzi, it's a very blessing word. We are happy for that. God bless you my sister. It's a very nice word indeed. Blessed mom, by the way, hilo neno lasa utaliombea uombe yule ambaye anatizama, ili kwamba aweze kubarikiwa, ili kwamba aweze kujua neema imejaa juu ya maisha yake, ili aweze kujua kama Mungu hawezi akamwacha, ili aweze kujua kama Mungu ni mwaminifu, ili aweze kujua kwamba katika hali zote Bwana ni mwema. So I want you to pray for these people, ili kwamba aweze kujua juu ya neema hii ambayo tumeweza kuiongelea siku hii ya leo. Unaguza hii phone sadi, unanipa utamu bana. Unisikii? Haujanipata design. Nimesema, mom, uombee watu wa Mungu leo about neema, waombee waweze kujawa neema. Kuna watu ambao wanatembea ndio neema iko juu yao, lakini hawajatambua. They haven't known who Christ Jesus is kwa maisha yao. Hawajajua huyu Yesu vile ni mwema, vile neema yake imejaa juu ya wanawake. Yani they haven't realized ile neema ambayo Bwana ameweka juu ya maisha yetu. So I want you to pray for them, ili kama waweze kujua kwamba Mungu ni wa neema, Mungu ni wa baraka, Mungu ni wa upendo, and he is always with us. Unanipata? Yes, nakupata. Acha tukaombe. Amen. Mtakatifu Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunaja mbele zako usiku wa leo tukisema ni asante. Tunasema ni asante kwa yale umetutendea, kwa ulinzi pia umetulinda tangu asubuhi hadi masaa. Tunaombea kila mmoja hii mwaka wa 2022, chochote anachoenda kukifanya pamoja na marafiki zake na jamii, majirani, kibali chako kikawe juu yao. Kama ni kazi, wacha neema yako ionekane. Kama ni kazi, kama ni kibarua, yani chochote, hata kwa masomo, wale wanaenda kuingia university, wacha kibali yako ikakue juu yao. Sisi hatuna cha kukupa ila kukushukuru. Wanaosafiri tunawaombea safari njema, walio wagonjwa tunawaombea uponyaji. Kwa hivyo hii mwaka ombi letu ni kwamba kibali ikawe kwa kila mmoja. Hatuwezi taja kila mtu na jina lake kwa sababu hatujuani wote, lakini tunaomba
kwa huruma na kwa unyenyekevu uweze kusikia maombi yetu na itimie hii mwaka wa 2022. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, sote tuseme amina. Amen, amen. Nilikuwa nimetokomea kidogo lakini nimerejea tena. Hali ya mitambo. Smart Lady yuko hapa. Smart Lady, habari? Nzuri sana. Ongea kwa sauti mami. Happy New Year. Happy New Year too. Mazeni nilikuwa nimekumiss. I missed you too. How are you by the way? Absolutely good. I can't complain. Wow. It's by God's grace you are here today. Amen. Si hata kidogo mazee, na vile wanasema tunasema huyu ni Smart Lady, si hata aweze kufungulia kamera tumuone jameni. I'm not serious. Do you mean you don't know me? Na kujua, lakini kuna wale ambao wanatizama bana. Ukizima kamera si vizuri mama. Si unaona hata mimi ningekuwa nakuongelesha kama nimefunga kamera hata huku ungeingia. So I'm working. It's impossible for now. Yeah. For now it's impossible. Yeah. Kama singekuwa muhandi namna hii yenye Mungu alinipea, ungejua kama ni nani ako hapa. So inafaa. So lakini mwaka imeanza aje lakini dada yangu? Kwa nashukuru. Sijaona jambo lolote mbaya. Oh really? That's nice. Yeah. Kabisa. Karibu sana. Sasa by the way, mara ya kwanza kuonana na wewe jana tulianza show, jana ulikuwa missing pale, lakini I'm happy kwamba leo uliingia. Yesterday sikuwa. Hata ndio nimesema acha kwanza niangalie nini inaendelea huku ndani. Ulikuwa umemiss kweli? Gay sana, hata nilikuwa nimemiss show ya Kisi Hochi. Hata jana ndio niliona ni alikuwa amefungua deno. Yeah, aliingia baadaye na for a long time. Tumekumiss pia by the way. Lakini karibu Kena. Unajua unapowatch Kisi Hochi hivyo umekaribia Kena. Soon nitakuwa tu hapo ndani. Yeah. Kabisa. Asante sana by the way. President Mao nimemsalimia. Blessed Mom umesalimiwa, hebu itika. Blessed Mom, itika. Nimesalimika na mimi pia namuisha happy 2022. Yes. Alafu hiyo dada anakuanga mwimbi, si umwambia atuimbie wimbo moja. Aki mama mwimbi, si utuimbie jameni. Nataka niwaimbie. Wow. Acha niimbe chorus yenye hapa inasema hivi. Yesu kwetu ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki, yu mwema siku zote. Mwambie rafiki jambo, mwambie karibu sana. Yesu kwetu ni rafiki, yu mwema siku zote. Fikia hapo. Akimam, hapo tu jameni. Hebu sijajua tulikuwa tunaongelea. Sasa naanza kuimba tu hivyo, sijui tulikuwa tunaongelea. Mjadala tu hupo hapa. Of late Wakristo ama watu tu kawaida of late, sijui siku hizi leisure yenu ni gani? Siku hizi nasikia leisure yangu it's chatting leisure. Leisure nasikia wakati tulikuwa tunafunzwa pale high school tulikuwa tunaambia the best leisure Mkristo anaweza fanya ni kusoma Biblia, kusaidia watu ambao ni mayatima, kusaidia watu kuosha ama kusafisha mazingira, kunadhifisha mazingira, kupanda miti. Hiyo ndio kitu inaitwa leisure. Lakini siku hizi naambiwa siku hizi leisure imekuwa chatting, na si chatting mzuri, ni ile chatting ya kuchatiana na kukatiana. Sasa sijajua of late as a Christian chat nini your leisure ni gani? Tunaanzia na wewe Smart Lady. Me and my side,
It depends. Na kitu kingine sasa kenye imechangia za watu wengi wameanza ku avoid those things. Of course from the previous years hizo walikuwa wanaenda wanasaidia wagonjwa, mayatima, wanafanya kazi mahali. Kitu nimechangia saa hii, it's what we call lack of, watu wako na chuki. Watu wako na chuki mingi sana, na we have created more idleness among ourselves. Tuko too idle. Mtu anaona akikusaidia wanaona akikuja kukusaidia it's like sijui nisema aje. Anaona ni kama he or she is wasting her time. Unaona? Nasema ni ili ashinde tu kwa simu, sasa aoni kazi yenye anafanya. Mimi kinasema when you are free, pressure unaweza kaa sometimes wanasema ukiangalia simu sana kuna kuanga na side effects. And don't acha kufocus on a phone now and then. It will reach a time unaona wewe mwenyewe kuna kitu yenye nimekosa na ni nini, ni simu. At least when you are free, changamkia kama ufanye kitu 1, 2, 3 things which should make you to be active. Hii mambo na simu, it might mislead you as a Christian. If you are capable kufanya kazi unaweza fanya, hata you can even unaweza kaa usome Biblia, utafute watu at least form a small group yenye mnafunzana maneno mawili matatu. Simu inaweza kukumislead. Juu huku ndani of course unaweza ona vitu mingi zenye zinaendelea in our country. But I don't like as a Christian kuna vile ufai kuingilia sana. So advice yako kwa wale ambao, by the way, unajua smart lady, kile ambacho nastahili ufahamu, of late imekuwa leisure yetu inatuligi to last. As in last inamaanisha ni inatupeleka tunaangalia simu sana ama tunaangalia media sana hadi at the end of it all tunamalizia kwa last ni juu mtu nowadays hakuna mtu mwenye anabeba Biblia kwenda church, kila kitu ni kwa simu. Ndio maana nimesema simu inaweza kumislead. Church mtu anabeba simu, kuna song, kuna wimbo huko ndani, kuna Biblia huko ndani, amesahau kubeba Biblia. This technology of course ni mzuri, but at the other side inatuharibu. Kuna mahali penye natuchukulia vibaya. It's good at least achana na simu huko ndani, unakuja kuna so many things ziko kwa hii simu. Niki ninazambia watu when you are free at least unaweza saidia hata mtu mwenye unaona kuna mtu hapo kwenye ajiwezi, enda tu mfanyia hata usabi, mlete maji, muoshe nguo. That one will indicate how kind you are that to people. Kindness costs you nothing. Sure. Yeah, it's true, very true. Blessed mom, tunarudi kwako sasa. Mchango wako kwa hili swala kwamba most of the Christians of late leisure imebadilika. At the end of it all, hii leisure inaenda kwa last. Kitambo ilikuwa leisure yako una read the Bible, unaenda kuising in the choir. Of late inakuanga ni to meet wapi hiyo chatting to meet wapi. Of late Wakristo wengine tumechange to ile topic yetu ya kuongea, hata kuongea kwetu kumechange kabisa, because mambo ni kumeet, mambo ni kufanya vitu ambavyo havifai. Sijui kwako wewe, of late what can you advise those Christians ambao kidogo wamekuwa na leisure, ambao wanamalizia kwenye last? Nashukuru kwa nafasi. Na ufungue kamera tafadhali, kwa sababu wewe hauna shida. Nashukuru kwa nafasi. Yeah. Mimi nilikuwa ningesema hivi upande wangu. Siku hizi mambo mengi yamebadilika. Na kujua Mkristo pia imekuwa ni ngumu, kwa sababu kuna watu siku hizi naona ana take advantage kutoka kwa mtu.
tuseme ameona kama huyu msichana mimi namuitanga Loni, hiyo ndio jina yake. Sasa huyu Loni anakuanga ako upande wa Mungu, anakuanga upande wa Biblos sana. So kuna jamaa fulani anaweza kuwa anamtaka, so anaona huyu si anapenda Biblos na so huyu Loni akishapenda Biblos, mtu anajifanya yeye pia anapenda vitu zenye Loni anapenda, ndio aingishe Loni wapi box. So Loni hawezi kujua huyu mtu anataka nini, unaona. So mambo ilibadilika, watu wanatumia advantage kwa neno la Mungu yani kufanya wengine kama kuhata wengine, unaona. Unaweza pata hii mambo ya mtandao pia, mimi siwezi sema ni mbaya. Hii mambo ya mtandao, ukienda kama ni church iko live, hata nyinyi naonanga mnaleta church live, mtu umeingia umehubiriwa, si umefaidika hapo. So ni mtu mwenyewe anaweza kujibadilisha, sio mambo hata na simu. Kuna watu wako na simu na wanatumia vizuri. Blessed mama anapumua kidogo alafu anarejea. So tunampa muda kidogo, anaendelea kupumua. Smart lady pale. Smart lady. Smart lady huko. Hebu naendelea kusoma hizi SMS nikingoja watu wafungue mics. Mics wanafungua ina short while. Kuna huyu anasema kwamba watching from #966 anaitwa Priska Mora from pale Facebook. Thank you so much our sister. So as well ni naweka pale hii link ambayo naipost hapa, naipaste hapa ili kwamba uweze kuifuatilia in this very hour, ili kwamba uweze kuambia wale ambao wako mbali wanaweza tumia hii link ili waweze kuingia kwenye mtambo kama kawaida, na itakuwa ni vizuri sana. Wacha niweze pia mimi kupost pale kwa WhatsApp ili kwamba watu waweze kufuatia na kudandia hii ambayo ni WhatsApp ya Kongo pale, waweze kuingia ndani ya mjengo kwenye Kisi Hot TV. Kumbuka kwamba ni mida ya saa 3:06 hivi ambapo tunaendelea tu kuzungumza yale ambayo Bwana ameweza kuyatenda kwa wiki hii na ambayo ameweza kuyatenda juu ya maisha yetu, and we are very much thankful kwamba God is faithful. Mungu ni wa ajabu, Mungu ni wa upendo na anaendelea kuyafanya makuu juu ya maisha yetu. Ikiwa kama ni wakati ambapo tunaendelea kuzidi kuzungumza yale ambayo tunastahili kuyafanya kwa wakati wa leisure pale. Leisure yetu inakuwa namna gani? Wakati hupi ambao tunafanya, so it's good for us tuweze kujua ni lipi tunastahili kulifanya wakati fulani ili kwamba iweze kuwa njia bora kwetu uweza kufanya mambo yetu kwa njia ya wazi na kwa njia ya taratibu kabisa. Wale ambao bado tunaendelea kufuatilia kutoka pembe zote za nchi, we are happy that God anaendelea kuwabarikia na anaendelea kuongoza. And kwa wale ambao bado mnaendelea mko pale kwenye matanga, kwenye shida zote zile, we are praying kwamba Mungu awasaidie, na Mungu najua yeye ni wakaribu kwa wanyonge, kwa mioyo na wale ambao wako kwenye shida nyingi, but we hope kwamba Bwana ambaye ni Mungu wetu ataweza kutusaidia kabisa, and we'll end up to be the victors katika maisha haya yetu. So let me just play this something here, alafu nitaweza kurejea ili kwamba tuweze kuendelea kwenye mjadala wetu. Naona Smart Lady ameweza kurejea. Smart Lady, naam. Ulikuwa umetoroka kabisa. Nilikuwa nataka nikupe nafasi kidogo uweze kuongelea hili swala kwa kinaga haswa. Do you really trust, una uhakika ama unaamini na mimi kwamba Wakristo wengi of late Biblia imekuwa ni ngumu kusoma? Yeah. Yeah. Na ni kipi ambacho wewe ukidhani kwamba kimechangia kwa kututumia leisure hiyo vizuri?
Nikisema kitu nimechangia moso haswa ni hii teknolojia yenye imekuja ya sasa hivi. Hii ndio imechangia. Yes. Yeah, nowadays kila mtu unaona watu wanakuanga na wifi zenye zimekuja siko cheap. Unapata somebody anashinda tu kwa simu now and then. Tu akienda church, mtu anafungua Bible once. Maybe when ako kwa church. Yeah. Yes. So maswala ni hayo tu. Yeah. Yeah, no, tutajiepushaje ili kwamba watu waweze kujua watajiepusha namna gani ili waweze kuishi katika maswala, katika maisha mazuri pasipokuwa na hizo shida? Tunasema ni hivi, hilo ni linakuanga ni ile uchaguzi wa mtu kibinafsi. Yeah. Hivyo ni kujijua Yeah. Nowadays kila mtu ukimwambia ufanye hivi anasema kama ni church, the true church ama my heart is the true church. Unaweza kuwa ukienda church, mimi niko hapa but tukifika huko niende mbinguni ubaki. That's how so many people wanasema. Of course, yeah, the true church ni roho yako. Mimi najua the real church kulingana na matendo yangu ama kulingana na matendo yako ndio najua aje mimi mwenyewe I'm doing according to God's will. Whatever I do, I'm doing according to God's will. Kila kitu nafanya kulingana na. Sasa kuna mtu mwingine kuna watu wengine sijui niseme aje. It's hard, but mimi nazaambia watu hivi, kama uko hapo nje, my dear friend, this is end times. Choose the right way. Do the right thing. You never know. Juu anaendelea kusema behold soon he is coming. Huwezi ukajua ni leo ama ni kesho. So huwezi ukabadili mienendo yako wewe mwenyewe kama Mkristo. Na wakati wako jua unahukumia vipi. Na matendo yako tenda kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Yes. Because it's the only one we have. Kama ukiamua kuangama dhambi zako, he's ready to forgive you. Because alisema yeye mwenyewe is ready to forgive you. Yeah. This is the right time you have as a Christian. Actually, this is the right time you have. Sure kabisa. Yeah. Thank you so much kwa hilo. Na by the way, jana tulisalimia watu. Sasa nataka tu leo uweze kusalimia wale ambao ni majirani, wale ambao ni ndugu na dada ambao kidogo kufuatilia show zetu, so that waweze kuingia, uweze kuwatakia mwaka mpya wenye fanaka. Anyway, acha niambie mamangu mzazi. Ndugu zangu Fred and Eugene, nikuje wewe. Asante. Dennis. And in this what we are like brothers and sisters. So siwezi kuchagua huu na huu. Tunaweza sema mimi nawatakia mwishi happy new year. Full of blessings and prosperity. Na kitu kingine, trust the process. This is the right time. So ni kitu nataka niambie watu. There are so many people out there wanapitia changamoto mingi. Unajua kitu kingine yenye nachangia hasa mtu unapata anashinda kwa unapata mtu ako na so many stress. Mtu anapitia so many challenges. Nasema at least nikiingia huku ndani ya might be active, naona kitu yenye inanifanya nacheka, hivi nafanya kitu kinafanya hivi na hivi na hivi. Of course yes, si vibaya ukiingia huku ndani unachangamsha akili kidogo, hata kama ulikuwa na stress. Nasema at least nimeona mtu ako na shida fulani huku, mbona mimi giving up should never be an option. yes. Na don't allow other people's limited perception divine you. Be yourself. Yeah, sure. Hilo ni la baraka sana sana, tunashukuru sana kwa hilo. And ukiangalia kwa private chats pale utaweza kujua
kile ambacho tutafanya. Haya, we are happy that tumetuambia hilo, and we are happy kwamba tutazidi. So wale ambao tunaendelea kufuatilia kutoka maeneo tofauti tofauti zikiwa zimekatika dakika 13 baada ya saa 3, just follow what our God is trying to tell us through these people, good people ambao hii leo wameweza kuongea na sisi. So let us just have this song ikiwa played, alafu tutaongea baadaye in a few. Thank you so much. Endelea kuzidi kufuatilia hapa ni Kizi Hot TV kwenye MOSHENEE ya Christ na Papa Aizo LENARD.
mapenzi yako yafanyike kote. I tell you. Bado kikundi kile cha African Melody Band wakisema kwamba wewe ni Mungu usifiwe milele. Let me just try to read some of these texts. They be the only girl. Anasema kwamba Leonard, say hi to blessed mom. Say hi to blessed mom. Alright, tumepata pale. Blessed mom, pata hizo baraka, pata hizo salamu in a great way, and we are happy. Bado tunaendelea kumalizia zikiwa zimebakia ni dakika 10 tu pale. So I want us to do the climax on this. Kwamba there is many ways that we can do our leisure. There are many ways ambazo tunaweza kufanya leisure yetu kwa njia ya taratibu, kwa sababu namalizia pale. So endelea kutuma comment pale, itakuwa ni vizuri. Ikiwa kama unangependa tu kuingia hapa kwenye stream live hapa kwenye stream ya Hadi Yetu pale, utaweza kufuata hiyo link na itaweza kukuelekeza kwa njia ya taratibu, na utaweza kuingia pamoja na sisi, and we will be happy kwa njia hiyo ukiwa unaingia pamoja na sisi. Kumbuka kwamba hii ni show ya MOSHENEE Christ, ambapo bado tunaendelea kuzungumza mawili matatu, but you know, this is the one and the only leading international YouTube channel ambao utaweza kuingia nayo siku ya leo, ili kwamba uweze kupata mengi zaidi. Unaweza kuzungumza na sisi kupitia kwa nambari ambayo iko hapa kwenye screen on 0700169444 0700169444. Hapo utaweza kuongea pamoja na sisi ama kuongea pamoja na marketing group, na pia kwenye ofisi kuu pale utaweza kuongea na wakuu wetu pale, utaweza kujua lipi la kufanya. By the way, you know, leo ikiwa ni siku ya Wednesday, mimi napenda kuwa na furaha siku ya Wednesday, kwa sababu naambiwa kwamba siku ya Wednesday ndio nilizaliwa, nilipatikana kwa hii nchi ya Kenya. So I'm always happy for that, and I'm always happy for that kabisa. Depi the only girl anasema kama smart lady miss you sis. So smart lady umemisiwa sana na Depi the only girl. So Depi the only girl, sasa wewe uweze kuingia kwenye link ili tuweze kuingia kwa njia ya taratibu. So we want to finish kwa njia moja. So we want kila mtu apeana views kwa njia ambayo Mkristo anastahili kuishi, ili aendelee kuishi katika utakatifu, ili kwamba ikuwe ni kwamba Wakristo watakuwa kwenye last, Wakristo watakuwa ni watu ambao watakuwa ni watu wa kufuata ni nini kinakuwa katika miili yetu. Unajua of late tunafuata ni kipi mwili wetu unasema. Of late tunafuata ni kipi kinafurahisha macho. Atuangalie ni kipi kinastahili kuangaliliwa. Of course, mengi tunaangalia pale kwa mambo, inaweza kuwa kwa magazines, kwa vitu vingi, but we want to hear views Wakristo, ili kama waweze kuishi kwa njia iliyo bora. What are we supposed to do? Tuanzie pale kwa smart lady, tukimalizia kwake blessed mom. Alafu najua leo smart lady hautoki hapa, wewe ni utatuombea mara ya mwisho pale. Sijui kama mnanipata. Nakupata kabisa. Ni vizuri. Mimi tena sasa, if you are a Christian, ensure that you are a role model to others. Juu kama kitu nasema matendo yako yatakuaje, you need to be a role model. Hata kama watu wanakuja church, kuna wenye mtu akikuja church through you, at least it will create happiness, not only in heaven, because kulingana na venye unafanya vitu vyako as a good Christian. And also you need to be humble. Yes. Huwezi kukaa na yale sijui malingo, sijui. Of course wanasema ujue kitu kingine, try to show love to others. Ndio wanasema love, you are not even counting. Love is patient. Mnavumiliana nyinyi kwa nyinyi as a Christian. Yeah, and try to be kind too, because love and kind, they always make a difference to people. They will place, they'll save, at the same time they give, and they cost totally nothing. You can ukiangalia from the book of Ephesians 2:7-8. Yes. Utasoma tu hapo na utaona
utajifunza mengi. At the same time Ephesians 1:4 utajifunza Yeah. mengi. Yeah, try to be good role model. You need to be humble. At least hata kama ukiongea mbele ya watu wanaona venye unaongea, the way you speak to people. Hata kama mtu anaongea ukweli ako tu hivyo, and if we follow that, tukifuata example ya huyu, we will be somewhere which is good. Acha kukaa Mkristo ile time yenye uko church, ukikuja hapo nje you are inhuman, wewe ni mnyama, unakuwa tu Mkristo ile time yenye uko church. No, onyesha Ukristo wako kanisani pia huko nje. Yeah, sure. Thank you so much. Blessed Mom, tunakuja kwako pale juu. Blessed Mom. DP anasema kwamba network imekataa, pole sana DP, lakini you can comment as well your views. Itakuwa ni vizuri tukifuatilia pia views zako. Blessed Mom, uko pale? Unaweza ingia utuambie moja mbili kabla wakati hujatukimbia. Blessed Mom pale? Blessed Mom unatuangusha bana. Blessed Mom tunakuongoja hapa. We want you to talk to us. Utuambie kwamba wewe unafikiria namna gani vile tunaweza tukajicontrol na haya maisha. Alright, kama hajaingia basi ni kumaanisha kwamba ni kumalizia pale, kwa sababu masuala ya time pale imetupiga chenga. Ikifika mida ya 3:30 tunatoka hapa, si ndio mami? Alright, smart lady. Smart lady. Yes. Now, tunataka tumalizie kwa maombi ili kama tuweze kumaliza show. Network yangu inasumba. Unasema aje? Sikupati kwa. Tunataka umalize kwa maombi kwa sababu wakati wetu umeenda kuenda. Sawa, tuombe. Dear loving Lord, thank you for the gift of life that you have given us. Since you have found a particular moment, Father, we humble ourselves before you, O Lord. We ask you for forgiveness whenever we try to figure things on our own, O Lord. I pray that whatever we have discussed today, O Lord, let us help us, let us motivate us and encourage us to grow spiritually, O Lord, Father. I pray for those who have brought their pyramids when I dedicate their mutual evil ends. I pray that you may give them comfort, strength, peace, the courage, O Lord. Those who are sick in various hospitals and dedicate them into evil ends. I know you are the great physician, O Lord. Lend your hands and place the means of cure that the doctors are being using, O Lord, that you can have a quick recovery, O Lord. As we are going to depart, O Lord, let us depart physically, but spiritually, emotionally, and mentally be together. Father, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. So mami, kesho kuna wale mafriends wako watatu, na for those ambao wamemiss show yetu ya leo pia watumie link kwa njia hiyo, they'll get to be blessed kwa pamoja, si ndio mami? Alright, thank you so much. We say goodbye to everyone kwa sababu ya wewe ambao umekuwa pamoja na sisi tangia tulipoanza hadi sasa. We are very much grateful. May God bless you. Kumbuka kwamba mida yetu hii sasa ni kukuambia kwamba mambo ya bedroom yanaingia in a few, so usiondoke. Kurukunto atakuwa hapa hii leo, na pia sasa mimi tutapatana hiyo kesho, and we are saying sorry kwa watu ambao walipoteza ndugu na jamaa. Tukifika hiyo siku ya Friday, kuna yule kaka alifariki pahali. We are saying kwamba Mungu ailaze roho yake mahala pake, and we are happy kwamba wale ambao mnaendelea kutufuatilia, may God bless you abundantly. Kwa sasa tupate wimbo huo, lakini ni kumaanisha kwamba tumemaliza maombi, ni kumaanisha kwamba tukimaliza huu wimbo, kimaliza pale hivyo, ni kumaanisha kwamba tunaondoka kwenye studio. Otherwise, goodbye from me, Papa Aizo. Ikifika mida ya 3:30 nina end stream. God bless you. God bless you. Shalom, shalom.
wangu usilie tena, moyo wangu usibabaike. Naye Mungu mkuu sana, naye Mungu muweza wa yote. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Aliingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie tena. Ninajua shida zangu mimi nitazitatua, bila Yesu mimi ni mtu bure, bila Yesu mimi ni mtu bure. Kati giza Yesu mwanga wangu, kati huzuni Yesu ni mufariji, kati vita Yesu mwanga wangu, katika njaa Yesu mkate wa uzima. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwanga wangu, mahali pa kujificha. Anajua shida zangu, yeye anazitatua.